City Stories. Karibu sana City Elder Media katika kipindi chetu pendwa cha City Story all the way from City Elder Media. Utakuwa nami your favorite host Don Pablo. Kwanza kabisa, rest in peace kwa wale wote ndugu jamaa na marafiki waliopotea na ambao walipotelewa na wapapole pia na ndugu zao mnamo tarehe ya 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 ambao walipotea katika maandamano ama siku ya uchaguzi. Nchini Tanzania ni simanzi na majonzi makubwa sana kutokana na watu hao ambao wamepotea, lakini vile vile kuna baadhi ya misiba ambayo imeendelea kugusa mioyo ya watu, ikiwemo msiba wa Emmanuel Mathias MC Pilipili. Ningependa kutoa historia ya kila mmoja ambaye amepotea ndani ya miezi hii miwili au mwezi huu mmoja, lakini ni wachache sana ambao tunawafahamu, japo ni wengi ambao wamefariki. Hivyo ni watu wengi ambao wanapitia kipindi kigumu sana kutokana na kupotelewa na ndugu zao. Basi leo ningependa kuwaeleza historia fupi ya Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili kabla ya umauti wake kumkuta huko jijini Dodoma siku ya tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2025. Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili alizaliwa mnamo tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 1985 huko jijini Dodoma. Akiwa ni mtoto wa pili katika familia ya mzee Mathias Matebe na Bi Mariam Matebe. Kijana huyu alianza elimu yake ya msingi katika shule ya Ipangala ambako alimaliza mwaka 2000. Kijana huyu alikuwa na kipaji cha hali ya juu, alijihusisha na uchoraji, uimbaji, kucheza, vile vile kuigiza sauti. Kijana huyu wa kwenda kwa jina la Emmanuel Mathias alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa mwandishi wa habari na kuwa mchungaji vile vile. Baba wa Emmanuel Mathias alikuwa ni muuza mishikaki, lakini mama alikuwa ni muuza ndizi hospitali. Hivyo familia yao ilikuwa na uwezo wa kawaida kabisa wa chini. Kijana huyu mwaka 1985 baada ya kuzaliwa aligundulika ni kijana wa kipekee sana katika familia hii. Hivyo mnamo mwaka 2001 ndipo ambapo alianza safari yake ya sekondari katika shule ya Dodoma Seko. Kijana huyo alianza form 1 na baada ya hapo mwalimu wake alimshauri achukue masomo ya Theater of Arts, sanaa ya jukwani, na ndipo akaanza kufanya kazi akiwa kama comedian, lakini vile vile akaanza kuwa kama MC wa matukio mbalimbali ya birthday na vitu vingine ambavyo vilikuwa vikijitokeza katika shule hiyo. Emmanuel Mathias alizidi kujizolea umaarufu mkubwa sana katika shule ya Dodoma Sekondari kutokana na kipaji chake cha hali ya juu alichokuwa nacho, na ambapo alipokuwa akimaliza form 4 alikabidhiwa cheti cha special talent. Lakini mnamo mwaka 2009 ilikuwa ni mwaka mgumu sana kwa Emmanuel Mathias, ambapo baba yake mzee Mathias alifariki dunia. Hivyo kijana huyu mdogo akabebeshwa majukumu ya kulea familia. Kijana huyu kipaji chake kilifanya akaonekana na wadhamini, hivyo wakaamua kumsomesha, lakini wadhamini hao waliamua kumsomesha walimu, na mama yake alimshauri asomee walimu kutokana na kwamba katika familia yao hakukuwa na mtu yoyote ambaye alisomea uandishi wa habari. Alisomea walimu, lakini mwisho wa siku kabisa kipaji ndio stage ya mwisho kabisa ya mafanikio ya mwanadamu. Kijana huyu alirudi kwenye UMC na stand up comedy. Emmanuel Mathias ama MC Pilipili, sote tunavyokuwa tumezidi kumuona katika Churchill Show, ambapo alizidi kushiriki show mbalimbali nchini Tanzania na mipaka ya nje ya Tanzania. MC Pilipili ameshiriki mashindano mbalimbali ya stand up comedy, lakini vile vile ametoka nje ya mipaka ya Tanzania kama Kenya, Uganda, Rwanda na hata South Africa ama Afrika ya Kusini. Hivyo alikuwa ni mmoja wa comedian maarufu zaidi nchini Tanzania na amekuwa inspiration kwa vijana wengi ambao walitamani kuwa stand up comedy. Hivyo tunaweza tukamuita ni role model ama senior wa comedy ya stand up nchini Tanzania. Mwamba huyo alizidi kujizolea umaarufu mkubwa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hivyo basi alifanikiwa kuoa mwanamke na kupata watoto takribani 3. Inasadikika alipitia changamoto na misukosuko ya familia ama ya ndoa baada ya kuachana na mke wake, lakini vile vile akapitia depression kubwa sana. Hivyo kuna kipindi alipotea, lakini alirejea kwa urejeo mkubwa sana baada ya kupigwa tafu na MC Garab ambaye ni MC ambaye alikuja baada yake.
hivyo alikuwa amerudi kwenye track kabisa. Lakini vile vile alikuwa na kazi nyingi, simu zilikuwa zikiendelea kuita, na mpaka umauti unamkuta alikuwa ana sherehe kusherehesha huko jijini Dodoma. Taarifa zinasema alitumia usafiri aina ya SGR akitokea jijini Dar es Salaam kuelekea Dodoma, na alipofika Dodoma akabidi apumzike kidogo kwa ajili ya kujiandaa na shughuli iliyokuwepo mida ya jioni ama usiku. Lakini kipindi amepumzika ndipo ambapo alianza kujisikia vibaya, kuzidiwa, akawaishwa hospitali. Alipofika hospitali ndipo ikagundulika alikuwa amekwisha kufariki. Ni huzuni na simanzi. Rest in peace Emmanuel Matias, rest in peace MC Pilipili, ambaye umebadilisha maisha ya vijana wengi na kuwa kama mfano kwao. Lakini vile vile bila kusahau wapumzike kwa amani wale wote ambao wametangulia mbele ya haki siku ya tarehe 29, na pole kwa wale wote ambao wamepotelewa na ndugu zao katika mkanganyiko ambao ulijitokeza siku ya uchaguzi tarehe 29. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania.